Lakini hapa ni vijana. Na kilichonishangaza ni hiki. Utaona fahari kuwa Mwadventista. Kwamba Waadventista wanaweza kuwa na mkutano wa watu 5,000 hawana polisi wa uniform. Niambieni mkutano mwingine wote design hii kokote katika setting yoyote hauna askari. Mulishawahi kuona wapi? Basi ita wasanii wa Tanzania wakutane hivi bila polisi. Ita walevi 5,000. Janini, kwa nini usione fahari kuwa Mwadventista wa Sabato? Mimi kama kiongozi wa vijana naona fahari kuwa na kanisa la namna hii hapa Tanzania. Mungu atukuzwe. Asanteni vijana kwa kuja kwa wingi, na asanteni kwa utulivu wenu. Na kama mtu akisema chochote dhidi ya kanisa la Waadventista wa Sabato ambacho ni negative, tumuombee. Kama kuna kanisa peculiar la pekee katika mambo yake duniani, ni kanisa la Waadventista wa Sabato. Ninakushukuru sana mchungaji uliposimama wanasema kama unataka kuona vijana njoo Guta. Kwa hiyo nimesimama kusema I salute. Asanteni vijana. Asanteni vijana. Lakini jingine ni shukuru shule ya Guta sekondari kwa kutunza mazingira. Yani nilipoingia hapa nikasema Mungu utukuzwe kwa mambo makuu. Mkuu wa shule hii na uongozi wa shule hii, Mungu awabariki sana. Na ninatoa pendekezo kwa viongozi mlioko hapa katika taasisi zetu za kanisa na makanisa yetu, tuchague mahali tutengeneze mahali pa kufanyia mikutano aina hii. Yani watu wanaenda kukaa. Hebu imagine kama kungekuwa na mahema ya maturubali, hakuna mti, joto kali, unapigwa, lakini hapa unafurahia tu uwepo wa Bwana. Nimezunguka mpaka kule nyuma kwenye viwanja vya michezo, ni miti mitupu. Jamani, uongozi wa shule hii, hongereni, Bwana wabariki. Je, mwaonaje ninyi? Mnaonaje hali kama hii? Sasa nimependekeza ya kwamba kanisa katika union zetu na conference yetu tupate mahali pazuri kama hapa pa kufanya mikutano, tupatayarishe kwa ajili ya vijana wetu. Tuwe tunakwenda, wanaounga mkono waseme ndio. Basi kama ni Mara, kama ni nani, hilo limekwisha. Katika ufunguzi huu nina neno kwa vijana. Na neno ni rahisi, linasema vijana muna nguvu. Nimesikia kama mtu mzima sasa wazungumzaji wengi husema negative. Hasi. Kila kukicha vijana hasi. Yani hakuna neno hasi. Mnikumbushe hilo fungu. Lakini hasi. Kijana akija hivi hasi. Na wanaofanya hasi ni wale wazee ambao ujana wetu ulikuwa mbovu. Sasa kijana akifanya hivi, shenzi wewe, pumbavu. Akiinuka hivi, akipata mchumba mgogoro. Akichelewa kupata mchumba mgogoro. Akichana hivi kwenye kambi nywele ilale hapa mgogoro. Akichana hivi anapanki. Yani vijana ni negative. Ninasimama kusema vijana mna nguvu. Na usijidharau, una nguvu. Vijana wana nguvu za misuri, wana nguvu. Yani vyovyote vile, vijana una nguvu za misuri.
Vijana wana nguvu za kiroho. Vijana vina nguvu za ubunifu. Yaani mambo yote yanayotendeka ni vijana. Sasa hapa tunawarusha kamera hapa. Peleke yule mzee aende kwenye kamera uone picha zitakazotoka. Atakohoa mpaka kamera iyumbe namna. Kwenye kamera kuna vijana, kila mahali kuna vijana, kila mahali kuna vijana. Vijana mna nguvu. Hivi ndivyo ninavyofungua, yani uende na neno hili. Watu wakikuuliza vijana namna gani, nina nguvu. Na hasa nikiwa pamoja na Yesu, nina nguvu zaidi. Niseme lugha sio haikuzoeleka sana, lakini itaeleweka. Shetani angekuwa na akili, angeachana na vijana. Lakini kwa vile akili alipoasi iliyumba, anashughulika na watu wenye nguvu na ameshindwa milele. Ngoja nikupe mifano miwili mitatu kwenye Biblia, alafu nifungue mkutano. Shetani alijichanganya akaenda kwa kijana mmoja Yusufu. Kujaribu kuwashinda hawakushinda. Kampeleka gerezani Yusufu, akainamiwa na mataifa. Maana Yusufu ndani yake kulikuwa na nguvu ya Bwana. Vijana wana nguvu, na wakiwa pamoja na Mungu wana nguvu zaidi. Ninaacha hiyo, utaenda kusoma. Ninakuletea vijana fulani, nikuletee nao shetani alijichanganya. Kaenda Yerusalemu, katuma mtu wake anaitwa Nebukadneza, akachukua vijana 10,000 mateka. Ambao tukatoa Yerusalemu na kuwafanya mateka katika taifa la kigeni mwaka 605 kabla ya Kristo. Vijana 10,000 akachukua. Wenye akili, vijana wale walikuwa pathfinder, walikuwa adventurer, ambassador. Simseme amina. Walikuwa vijana waliopikwa, wakiwa na nguvu, na waliamua kutumia nguvu zao kwa utukufu wa Jehova. Kutekwa kwenyewe kungewavunja moyo kwamba tumekuwa waaminifu. Vijana wa Yerusalemu akawateka. Hiyo ni moja, andika aliwateka. Moja. Somo langu halina notice, ni kuweka tu kichwani. Maana vijana wana nguvu ya kichwa. Hatua ya pili, alipowateka aliwafanya matowashi. Kuna vijana wakasema, umesemaje? Aliwafanya matowashi, akawaua nguvu za kiume za uzazi. Sema amen. Akafikiri amewaweza. Haitoshi, akawafungulia shule, akawapeleka shule ya Kikaridayo, na syllabus ni ya elimu ya Wakaridayo, ili awaharibu vijana. Amesahau ya kwamba wana nguvu. Wakaingia darasani, kasoma lugha ya Kikaridayo na maarifa ya Kikaridayo. Jambo la 4, hajatosha, akawabadilisha majina. Akawataka kuwanyang'anya identity, utambulisho wao, kwa kuwapa majina ya Kibabeli, ya Kikaridayo. Azalia akaitwa Abednego, yeye aliye wa Mungu. Kuna Mungu Maduki wa Babeli. Danieli aliye Mungu mtetezi wangu, akamwita Belteshaza. Majina ya kipagani. Tabia ya kila mtu anayetaka kumtawala mtu
hujitahidi kumbadilishia identity yake. Hata watawala wa koloni waliokuja ututawala, sio somo langu, lakini walijaribu kutubadilisha mentality, tufikiri kama wao, tusifikiri kama Waafrika. Na hiyo limekuwa janga jingine. Ufalme wa mbinguni utaenda tu ukiwa Mwafrika hivi. Tetea Uafrika wako. Na kwa hiyo kuna watu wanahangaika sana sana. Vijana wachache, sio wengi, wachache ambao shetani wanahangaika sana. Wanaona inferiority, wako inferior kuwa kama Waafrika hivi. Rangi yao wanaona kama imekosewa kidogo. Ngoja niwaambie, dunia nzima hakuna rangi smart kama ya Mwafrika. Lakini sasa watu wanahangaika mikorogo nini. Alafu anakuwa mzungu hapa usoni, kisogoni Coca-Cola. Mweusi tea. Niseme yote. Na ndivyo alivyofanya huyu Nebukadneza, akataa kuwaondolea identity. Identity. Naomba vijana wa Tanzania, vijana wa Afrika, vijana wa Adventista wa Sabato, usiondolewe uadventista wako. Baki na Uebrania wako, jionee fahari kusema mimi ni mkijana wa Kiebrania. Mimi natembea kwa fahari sana na ngozi hii. Anauliza unatoka wapi? I'm from Africa. Natoka Afrika. Wapi? Tanzania. Sina haja ya kusema Simiyu, Gambo, si wapi, Tanzania inatosha. Amen. Akawabadilishia. Akafikiria anawaweza, haitoshi, akawaletea menyu ya chakula. Jambo la 5 hilo, menyu ya chakula yenye kuwaharibu. Walifundishwa kwa vyakula Waebrania, vyakula ambavyo ukivila nguvu ya mwili, nguvu ya akili, nguvu ya kiroho, nguvu yote na kuwa simati. Akasema wapewe menyu ya mfalme. Kule kuna vyakula vichafu. Wakasema hapa sasa tumekubali majina, maana mtu akikuita vyovyote, tumekubali kuingia darasani. Kwa chakula hilo halitawezekana. Na wapenda wakawa simati. Vijana popote ukiwa, uwe simati kwa Bwana. Uwe sekondari, uwe simati. Uwe chuoni, uwe simati. Uwe college, uwe simati. Uwe university, uwe simati. Uwe jiji la Dar es Salaam, uwe simati. Uwe kijijini, uwe simati. Wewe simama kama wewe. Kwenye ile misingi ya Mungu, simama na misingi ya Mungu. Tukasema tusikusumbue, tupatie chakula cha Kiebrania, tupatie maji tunywe, na nafaka tule. Wale walio tafsiri Biblia hii walisema na mtama tule, lakini neno halisi ni nafaka tule. Tupe maji na nafaka, yani chakula cha mbegu. Na tujaribu siku 10 tu. Tujaribu siku 10 tu. Yes, amewadhalilisha, amewafanya kwa watumwa, amewafanya kwa matowashi, amewaingiza shule ya Kikaridayo, amebadili majina yao, ameleta menyu, wamesimama. Habari njema, Danieli sura ya 1 inahitimisha kwa kusema hivi: na hawa vijana wa Kiebrania wakati wa kupewa mtihani wao wa mwisho, wakawa bora mara 10 zaidi ya wengine. Naona fahari pasa kuongoza kanisa la vijana. Maana vijana wana nguvu. Wana nguvu ya mwili, wana nguvu ya mawazo, wana nguvu ya ubunifu, wana nguvu ya kiroho. Kijana, acha kutembea umenyongonyea, kijana una nguvu. Wana nguvu. Na mfalme wa Babeli alipokuwa naona wasaidizi wake nani aweke, aliweka vijana wa Kiebrania. Ndio maana nasema shetani angekuwa na akili, angeachana tu na vijana. Wana nguvu.
Vijana wa Agano Jipya. Yesu alikuwa kijana mzee. Yesu alikuwa kijana mzee. Akajichanganya. Yesu alikuwa na miaka 27 alipoanza huduma yake. Kijana. Na alikufa kabla ya kuvuka umri wa vijana miaka 35. Miaka 33 alilala. Akamweka msalabani, akadhani ndiye anamuweza. Siku ya 3 akapasua kaburi. Na alipopasua kaburi alikuja na maneno haya: na alikuwa nimekufa, ni hai milele na milele. Tena ninazo funguo za mauti na za kuzimu. Na kwa hiyo kwa Yesu yule mkimtazama, vijana wote mmeokolewa. Unaweza ukawa kijana kama kijana Yesu. Alijichanganya kwa Yohana Mbatizaji. Yohana Mbatizaji amekufa kijana. Kijana. Ninawaonya wazee, msiwapandikizie vijana mawazo hasi. Paka wajidharau, waone kuwa ni vyombo vya ibilisi. Yaani mzee mmoja nimwambia hivi, wewe nikianza kuleta visa vya wazee utasimama? Mzee huyu alihubiri asubuhi kisa cha Ibrahimu. Alikuwa kijana, mzee wa miaka 80 na zaidi anaingia mchepuko. Halafu anasingizia nimedanganywa na Sara. Kwani hana akili? Na yeye ndiye alikuwa anapokea maono kutoka kwa Mungu kila wakati, anaambiwa Sara atazaa mtoto. Ahadi hiyo imepotelea wapi? Ndio wazee hao mnasema wazee. Ninyi wazee. Leo nazungumza na vijana. Haleluya. Na unajua mimi kwa umri ni mzee, na nilipoingia leo hapa nimehuishwa upya. Nimekuwa kijana. Haleluya. Na tafadhali msiniite mzee hapa. Amen. Amen. Vijana tuna tena sema, tukiwa pamoja na Yesu tuna nguvu zaidi. Haya, tukiwa pamoja na Yesu tuna nguvu zaidi. Sasa wito kwa viongozi wa vijana na wachungaji: watieni moyo vijana ili wazitumie nguvu zao za kiroho, za kiakili, za ubunifu, wazitumie kwa utukufu wa Mungu. Wazitumie ipasavyo, na ipasavyo sio akili yako inavyotafsiri. Maana kuna wazee tumeweka vichwa vyetu vikawa standard. Nimewaambia standard sio umri, standard ni neno la Mungu. Acha kuweka misingi yako, yani wewe ndio uwe msingi, yani wewe ndio uwe kielelezo. Mimi nikiona kijana pumbavu, kijana, acha neno la Mungu liwe standard ya vijana. Sio umri wako uwe standard ya vijana. Yawezekana wewe una misongo tu, umekimbiwa na wajukuu, na unafikiri vijana wote ni sawa na wajukuu zako. Ninaposema kwa wazee, na mimi ni mzee, nimejifunza kuwatia moyo vijana. Na vijana hawa ni wa thamani kwenye mikono ya Yesu Kristo. Na Mungu anataka kutumia nguvu zao za vijana kwa utukufu wake mwenyewe. Na kwa sababu wanajifunza, wanaitwa watafuta njia, wanatafuta njia ya maisha, sisi ndio kuwaongoza njia ya Bwana. Na sisi tukiwa vielelezo. Ndio wito wangu huu. Wito wa pili: vijana muna nguvu. Zitumieni nguvu zenu kwa utukufu wa Bwana.
Zitumieni nguvu zenu kwa uinjilisti. Zitumieni nguvu zenu kwa kuimba. Zitumieni nguvu zenu kwa injili ya nyumba kwa nyumba. Zitumieni nguvu zenu kwa kucommunicate makundi ya WhatsApp na Instagram zenye ujumbe wa neno la Mungu. Zitumieni nguvu zenu za ubunifu kwa mambo yanayoinua jina la Yehova. Mungu anawapenda ninyi vijana. Mungu anawathamini ninyi vijana. Na anayewagusa ninyi anagusa mboni ya jicho la Bwana. Mungu amewaweka vijana kwenye mkono wake. Na kwenye mkono wa Yesu mko salama. Ni vijana wachache tu shetani amewanasa. Tunahitaji kuwatia moyo. Wengine wamenaswa kwa kuvuta madawa. Ni vijana wachache. Hivi wanaovuta dawa na wasiovuta wako wengi. Wako wengi. Mbona tunampa utukufu bure? Wako wangapi? Kwa nini vijana wote wawe wavuta bangi? Wako wanahitaji msaada wenu. Amewatekaseka, amewanyang'anya. Ndio wanasema oya. Mwanangu ninao hapo na kamanda wangu hapa, huyu kamanda. Nao hapo watu watafuta hapo. Nasema mwanangu yara mwanangu yeye. Hao watu hao shetani amewatekateka na ni kazi yetu kwenda kuwahudumia. Kuna wengine pasa, kuna wengine wameingizwa kwenye kujiuza, wasichana wengi. Hebu ndio waulize, wanaojiuza na wasiojiuza wangapi wengi? Mbona ni wachache tu? Ukienda Dar es Salaam pale mitaa ya Shekilango utawakuta wawili watatu wachache. Halafu ndio wabatizwe vijana wote hawa wanaompenda Yesu kwa wahovyo. Sisi vijana tukawahudumie tu. Tuwaambie ninyi mna nguvu. Njooni kwa Yesu. Wako wachache walioingia kwenye mitandao mibovu ya kijamii, wachache. Sio wengi. Wachache tu ingia katika mitandao mibovu ya kijamii. Twende tukawasaidie vijana wenzetu. Shetani anang'ata meno kwa vijana, lakini Yesu amewakumbatia vijana. Yesu amewakumbatia vijana. Tembeeni kifua mbele vijana, mseme tuna nguvu. Na tukiwa pamoja na Yesu tuna nguvu zaidi. Mungu awabariki vijana. Hili kambi la mafunzo liwaondoe vijana wakisema mimi ni kijana wa thamani. Mimi nina nguvu. Ninaenda kumtumikia Mungu. Ninaenda kusapoti kazi ya kanisa. Ninaenda. Vijana mna nguvu pia ya kufanya kazi. Ni vijana wachache tu wanaokaa wanacheza pool huko nje tangu asubuhi mpaka jioni, lakini sio vijana wa Adventista. Ninyi mna nguvu, nendeni mkawasaidieni. Tumieni nguvu ya mwili, nguvu ya akili, nguvu ya kiroho, nguvu ya ubunifu. Vijana wachache wanapolia duniani, ninyi msilie. Ninyi waambieni vijana wenzenu tuna nguvu. Hivi unayasoma wapi haya yote? Yohana ya kwanza sura ya 2 fungu la 13 na 14. Na waandikia ninyi akina baba kwa sababu mmemjua yeye aliye tangu mwanzo. Sisi akina baba ni kujua aliye tangu mwanzo. Tunaishia hapo. Na waandikia ninyi vijana kwa sababu mmemshinda yule mwovu. Halafu linarudiwa. Ninawaandikia ninyi akina baba watoto kwa sababu mnamjua Mungu. Mnamjua Baba. Na waandikia ninyi akina baba kwa sababu mnamjua yeye aliye tangu mwanzo. Nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu muna nguvu. Na neno la Mungu linakaa ndani yenu. Nanyi mmemshinda yule mwovu.
Acha kijana mwenzako akijaribiwa akalegezwa, acha kumshambulia. Yule binti amejikaza, mishare ni mingi, ametikiswa kidogo, acha kumzomea. Mwambie inuka kijana mwenzangu. Sema inuka kijana mwenzangu. Twende kwa Yesu ambaye anatupa nguvu ya kushinda. Musizomeane, musitukanane kwenye makundi ya WhatsApp, musioneane wivu, unganeni kama jeshi la Bwana chini ya usimamizi wa makamanda wenu kusonga mbele. Na Biblia inasema jeshi la shetani likisikia kelele za shangwe za vijana linatetemeka na kukimbia. Mhubiri 12 fungu la kwanza, mkumbuke mba wa siku za nini? Kabla siku mbaya hazijafanya nini? Hizo siku mbaya siri ukizichezea ndio unaanza kutukana watu tukiwa mzee. Vijana wasema pumbavu. Tutakuwa kama simba aliyeshinda njaa, amekosa. Unajua masimba yakizeeka hayawezi kuwinda. Kwa hiyo anakuwa na hasira bure. Yeah. Sasa ninyi vijana, mkumbukeni siku za ujana wenu. Mwimbieni Bwana siku za ujana wenu. Kwenye university nendeni kwa kila mwanafunzi mkamwambie Yesu anakuja. Kwenye vyuo vivyo hivyo, kwenye college vivyo hivyo. Yesu ana mpango na vijana. Yesu ameahidi kuwashindia vijana. Na kwa jina lake vijana mshinde mpaka ufalme wa mbinguni. Muwe kama Yusufu aliyeshinda. Muwe kama Danieli aliyeshinda. Muwe kama Yesu aliye kielelezo cha vijana. Muwe kama Yohana Mbatizaji. Na baada ya kusema hayo, natamka ya kwamba kambi hili la mafunzo nimelifungua rasmi. Amen. 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 Na sisi wazee tupo, wako wazee hapa. Nimekuona. Ni wazee wetu hawa wanatutia moyo. Ni wazee wetu wanatutia moyo. Sasa kamanda, niambie wimbo ambao tutaimba ulio na ladha ya vijana. Halafu tutaimba na timu ndogo hapa, tuimbe kana kwamba, maana nimefungua mkutano, watu waende kwenye michezo. Halafu vipindi vitaendelea, mafunzo ya wataalamu. Akina pasa nani aliyekuwa anafundisha hapa? Kamanda wangu Mwakasweswe nani, wote hawa wataendelea kuwafunza, na hayo mafunzo ni ya maana. Pamoja na nguvu zetu, lazima nguvu zetu zisahihishwe, zirekebishwe. Tumwandame juu. Thank you Pastor, I love the song. Twendeni askari, watu wa Mungu. Pastor Mwakalonge, katibu wa union, yeye ni mkuu wa vijana wa miaka mingi. Njoo uimbe na vijana hapa. Wale mlianza kufikiri uzee mkae huko. Andrew, njoo uimbe hapa na vijana. Mkia juu. Amen. 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 Asante mzee. Asante kijana. Asante kijana. Yes. No? Asante sana kijana. Amen. Amen. Basi imetosha. Wamalizie hao halafu tuachie hapo. Malizie hapo tuachie hapo. Amen. 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 Twendeni askari, watu wa Mungu. Yesu yuko mbele, tumwandame juu. Ametangulia Bwana vitani.
askari, watu wa Mungu. Yesu yuko mbele, tumwandame juu. Jeshi la shetani likisikia jina la Mwokozi litakimbia. Kelele za shangwe zivume kote. Ndugu, inueni zenu sauti. Twendeni askari, watu wa Mungu. Yesu yuko mbele, tumwandame juu. Kweli kundi dogo, watu wa Mungu. Na Baba yetu ndiye tufungu, hatutengwi nao, moja imani, tumaini moja na moja dini. Twendeni askari, watu wa Mungu. Yesu yuko mbele, tumwandame juu. Haya mbele watu, nasi njiani. Inueni mioyo, nanyi sifuni. Heshima na sifa zake Mfalme. Juu hata chini, sana zivume. Twendeni askari, watu wa Mungu. Yesu yuko mbele, tumwandame juu. Baba, katika viwanja hivi hapa Guta, jeshi la vijana na viongozi wao zaidi ya 5,000 kutoka mikoa yote ya Tanzania, kanisa la Waadventista wa Sabato wamekusanyika. Sasa Mungu, ninakuomba katika mianzo hii, wingu la Bwana lisimame katikati ya viwanja hivi. Wingu la uwepo wako lisimame hapa. Jinsi lilivyosimama kwa wana wa Israeli katika jangwa, lisimame vivyo hivyo. Na hivyo mafunzo yote yatakayotolewa na wataalamu wetu walioko hapa, wataalamu wa idara ya vijana, marekezo na maonyo na masahihisho, Baba, yakaingie kwa viongozi hawa na vijana, na baada ya mikutano hii jeshi hili liende likishinda pamoja na wewe. Wabariki vijana, watie nguvu vijana, wasamehe makosa yao vijana. Mahali walipokukosea Bwana wa rehema, uwasamehe. Washindie vita vinavyotaka kuwalemea. Wewe ni kamanda wa vita.
Yesu Kristo ulitangaza ukasema umeshinda, na wale wanaokaa ndani yako watashinda pamoja nawe. Asante kwa kuwa na kambi hili, na limalizike likiwa na ulinzi wa Mungu. Nguvu ya pepo wabaya ifukuziwe mbali. Pekee majeshi ya Mungu, uwepo wa Mungu uwe katikati ya watu wako. Tangu leo mpaka tunapofunga mikutano hii, ninakuomba kwa imani Bwana, wewe ni Bwana wa vita. Wewe tena ni Emanueli unayekaa katikati ya watu wako. Kwa jina lako ninaomba na kushukuru. Amen. 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 Ketini jeshi la Bwana. Baada ya kufungua hivi, wataalamu wetu na mnenaji wetu wataendelea. Mkinikosa kidogo kwa sababu mimi ni kiongozi wa vijana. Kuna majukumu mengi, nitakuwa natoka hapa na pale nikiwa hapa. Kwa hiyo mkinikosa mseme mzee ametuacha vijana. Majukumu ni mengi. Kwa hiyo tutaendelea nanyi, lakini mutanikosa wakati fulani na fulani. Ninawatakia uwepo wa Mungu. Mungu awabariki. Asanteni sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Makofi mengi kwa kiongozi wa kazi. Vigelegele na shangwe. Haleluya. Amen. 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 Kwa hakika mkutano umefunguliwa kwa nguvu na ushindi mkuu. Pastor, nakushukuru sana. Kwa niaba ya vijana wote tunakushukuru sana. Asante kiongozi. Naomba mfahamu kwamba yeye ndiyo kiongozi wa vijana katika Northern Tanzania Union Conference. Na mimi ni katibu wake, ni msaidizi wake. Kwa hiyo baada ya kauli yake tuna nguvu ya kusonga mbele. Asante sana na Bwana akubariki. Asante sana. Maono. Nimeongea na kiongozi mwenzangu mchana huu na majukumu mengi kule kusini, na amewatakia kambi jema. Naposema kiongozi mwenzangu ni mchungaji Daktari Godwin Lekundayo, ambaye ni mkuu wa idara ya vijana katika Union Mission ya kusini mwa Tanzania. Kwa hiyo nimefungua kwa niaba yake, pia sisi tuko pamoja nanyi, anawaombea. Asanteni sana. Asante, tunashukuru. Basi baada ya shukrani hizo nirudishe kwa mkuu wa kambi. Karibu. Na kwa kuwa mkuu wa idara alisema baada ya hapa tunakwenda kwenye michezo, hatutafanya kingine.